vitu, ile muda hametumika. Kama kuna muda umetumika, Mungu hawezi kukulipa. Mungu anaingia kwa shamba yake. Kazi yake ni kuangalia umelima mpaka wapi, umefanya kazi mpaka wapi, ndio ulipo mshahara. Huwezi ukalipa mshahara kama hauna matokeo. Huwezi ukapewa mtihani kama haujafanya mtihani. Haleluya. Watu wengi wanaanguka mtihani kwa sababu ya kwamba poni inataka vitu za haraka na inataka vitu za kulipwa haraka. Hata huwezi kana urafiki na mtu kwa muda. Wewe ni mkora, unataka mtu kuwa urafiki naye akusaidie kila wakati. Sio kila wakati mtu anaweza kukusaidia. Anaweza kataa kwa muda mrefu, lakini baadaye kile kitu anakuletea ni cha thamani kuliko kile amekupatia kila siku. Haleluya. Watu hawana ufunuo wa kujua. Wamejua, wamekaa kama prometezi. Pia unaona nabii hajali na maisha na kanisa iwe na sadaka. Kusipokuwa na sadaka nabii hana shida. Ndio atuambiaje ukule kuleta tai. Nabii hana shida. Tai ni yako. Ukitaka kutoa unaweza toa, kama utaki unaweza kukaa. Wewe sio wewe umeajiri nabii. Nabii ameajiriwa na Mungu. Shamba ya nabii akiona ni zuri, na hapo nabii analima vizuri, na amelimia vizuri, atabariki na washirika wakiingia wakute kila kitu kimebadilishwa. Ingia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mara mingi haupataki nabii akifanya kitu unapata amefanya. Kwa sababu nabii akojei wanadamu, anakojea Mungu. Mwenye shamba ndiye anakojea akuja angalia kama shamba yake imelimwa vizuri, kama imelimwa vizuri na imepalilizwa. Hata mimi nabii amwambia basi ataangalia kitu kizuri, uelezei watu si wataona. Haleluya. Ni kweli mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Ni kweli prometezi kitu kizuri, kwa sababu yeye ako na kitu kinaitwa somo. Ukiwa na somo huwezi ona chochote kwako ni kibaya ama kizuri, kwa sababu uko na somo. Uko na Mungu ndani yako. Ukiwa na Mungu ndani yako hakuna hata biashara iende chini, hata washirika wakose kuja kanisani, ukose kutolewa sadaka. Kama wewe ni mhubiri, utaendelea kuhubiri kwa sababu ndani yako kuna somo. Haleluya. Hakuna mahakama mliaitiana na Mungu hakulipa. Hebu kwambia, alikuita tu akakwambia kuwa na bima, kuwa wasa. Haleluya. Hakukuahidi chochote, maana anataka kuona kazi yako. Washirika wanaambiwa waokoke. Sisi ni kondoo, tuliambiwa tuokoke na tuzae. Kazi ya kondoo ni kuzaa. Kondoo inapata baraka kwa sababu ya kuzaa, naye mchungaji anapata baraka kulima shamba. Na umejua shamba iko na magumu na iko na shida mingi, lakini hizo vitu washirika wajui. Mungu hajakuita ukae kwa kiti miaka yako yote. Mungu amekuita uzae, maana wewe unafaa kuzaa. Kama hauzai
tumekataa kutumika, hatutaki kutumika. Tunafikiria tukitumika tunatumikia pasta, lakini haujiulizi utoe sadaka na utumiki hapa, na unakuta kila siku ni vitu mpya. Hiyo vitu haikutishi, na wewe hauna msaada kwa mtumishi. Si ushangae na hiyo. Haleluya. Yesu makofi. Haleluya. Mungu anataka kukuonyesha hauna faida. Wacha maandiko soma. Haleluya. Bodi haina ufunuo. Bodi, kazi ya bodi ni kuosha. Ni kama maiti. Ukiotesha maiti lazima ikufe, ndio itoe sasa mbegu. Haleluya. Nayo bodi, kazi ya bodi ni kufa. My God. Bodi haina uwezo. Kile kina uwezo ni soro. Mtu akikupenda na soro hata kuheshimu na hata kutumikia. Mtu akuheshimu na soro hawezi hata kutumikia. Ukipewa watu na uone wakutumikia na hawataki maombi, wanatumika na bodi. Bodi haitaki ufanye kazi ya bure. Lazima bodi ipende kulipwa. So haipendi kulipwa. Spirit haipendi kulipwa. Kwa nini brother? Kwa sababu inajua makao yake Spirit ni mbinguni. So ni mbinguni, lakini bodi ni mchanga. Haleluya. Bodi inapenda kulipwa. Ndio lazima ulipwe. Lazima useme kitu na ulipisha. Hakuna kitu. Hatupati mapasta wengi hapa wanapendwa kulipwa. Wakimaliza wapewe 2,000. Maana hiyo ni bodi. Inatarajia ipewe ikanunua mchele na maziwa. Bodi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini so haikuli msaada wa dunia, msaada wa soul na spirit ni mbinguni. Inajitengenezea mambo ya mbinguni. Na ndio maana mtu akikufa bodi inawachwa duniani. Spirit inaenda mbinguni na kitu kinaitwa soul. Mtu akikupenda na soul alikuwa Daudi. Jonathan. Na ndio maana huwezi ukatoa Shadraka kwa nabii. Haleluya. Huwezi ukatoa. Tunashikanishwa na nabii na soul. Amen. 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 Haleluya. Tukasema Lucia anajipendekeza, lakini somo ya Lucia ni kama ya Prophet. Hata ufanye nini, huyu mama akafuata nabii. Hakuna kitu anapewa na kile, lakini anafuata nabii. Haleluya. Watu wa bodi usipowapatia nyama, usipowapatia maziwa, lazima watakuacha. Mahali ni watu wa maziwa na nyama. Haleluya. Watu hawa hawakupendi, wanakupenda kwa sababu ya kile unawapatia. Kile unawapatia ukikosa hautawaona.
Haleluya. Ni watu wa kutaka wapewe. Ni watu wa kutaka wapewe. Na Mungu hataki hivyo. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka mtu ataingia kwa shamba. Mungu anataka mtu ataingia kwa shamba. Halime. Mungu mwenyewe akuje. Mungu mwenyewe akuje. Angalie shamba yake. Haangalie shamba yake. Haona vile umelima. Haona vile umelima. Hatakulipa. Hatakulipa kulingana na kazi yako. Biblia inasema utalipwa kulingana na matendo yako. Haleluya. Wacha kuuliza kwa nini pasta harusi ni tajiri na pia tuna werevu fulani. Ukipata nabii pale jikoni hakipikia watu, utashtuka sana. Na ulize mumeshinda, watu wanashangaa na pia kikoroga ugali maana kona hii ataki kazi yake ionekane na watu, anataka kazi yake Mungu mwenyewe aione. Wanadamu wakiona hakuna kitu watapatia, lakini Mungu akiona mahali akienda miaka 40 Mungu atalipa nabii na seko tayari. Yes. Amen. Usijali na ile milango inafungika. Endelea kuomba. Oh my God. Wale hawana ufunuo watashangaa. Haki milango inafungika. Mungu akifunga mlango atafungua mlango mwingine. Wacha ule umefungwa. Sema amen. Hiyo ingine mwambie ni shako. Haleluya. Ukijua Mungu utamjua. Kile kitu kinasumbua maana tujui Mungu ni Jehova. Jehova ni Jehova. Mungu aliumba kila kitu, aliumba mwanadamu. Je, atashinda na kufungua milango mikubwa? Haleluya. 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 Hakuna shaka ya milango imefungika. Hiyo hakuna. Milango yako imefungika. Maana wewe ni bodi. My God, ni bodi na kuongoza. Ongoza na soul. Na roho. Haleluya. Hakuna jana. Hakuna jua. Na hakuna mvua. Maisha ni yale maisha ni yale. Hakuna mambo mambo ni yale. Kupambana ni kupambana. Hakuna lazima kupambana. Kuna majibu walio mbele.
my God. Hatuogopi kifo. Sisi hatuogopi. Tukikufa tunaenda mbinguni. Tukiishi tunamhubiri huyu Yesu. Kwa hivyo hakuna hasara. Wewe unahesabu hasara. Sisi hatuna hasara. Tukikufa tunapewa taji. Tukiishi shetani tukiishi tunaonea shetani. Tukikufa tutaenda mbinguni. Lakini lazima Mungu ataweka, kwa sababu lazima Mungu ataweka, kwa sababu ya watoto wanabii. Haleluya, haleluya. Imani inakupeleka mahali haukufaa kufika. Ndio maana tulikuja jangwani na kaifanya iwe mji. Watu wawili wangeingia hawageona jangwa. Wakati nabii aliona mji mahali kuna macho ya kuona, na hapo hakuna maneno, hakuna maneno. Kama imefungwa na meko shua kule milango ingine Mungu atafungua. Yes, yes, maadui wanaongea, ni mapambano. Oh my God, mapambano. Tutaibisha maadui. Wacha wazimu. Kenya sio hema, sio hema. Mungu sio kwa maana hatutaweka mpaka hatuseme kuliko hili ni Kenya. Inaitwa inashikwa na wenye nguvu. Amen. 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 Oh, ni kweli prophet. Amen. Nienda wapi? Uko sio kwa maana kanyaga sio ufanye vile unataka. Oh my God. Uko sio kwa maana unanyakuliwa na wale wenye nguvu. Amen. Yes, hallelujah. Amen. Unatishwa na watu wanakutisha na kukuweka moyo, wanakuombea maombi. Waambie Kenya sio kwa mama yao, sio kwa mama yao. Wewe nenda ukakufe. Amen.
unatishatishwa na watu wanakuweka uoga ya maisha, atenda kuacha. Kwani wewe ni wa kwanza wa kuacha, marafiki wataondoka, wewe wa kwanza waambie wakanyage kupo. Haleluya, yes, haleluya, amen. Tumefika hapa, tumefika kwa sababu ya Bwana alikufa. Tumefika kama tuko na uwezo. Aliambia kijana mwingine, ameambia kijana, ondoa bangi mbele ya nabii. Si ati kufuta, hatukufuta, wacha tukuchukulie fadhili. Hatuko vile unatuona na miaka 64. Wacha mjinga wewe. Amen. Amen. Haleluya. Ondoa ujinga. Ukae tena ina ujinga. Utatuliwa na watu wengine. Wacha tukaa kwa nyumba. Hatutakufa. Utakufa lini? Kufa ukijaribu. Utakufa ukijaribu. Utakufa ukijaribu. Huku anaenda tajaribu huku. Amen. Haleluya. Oh my God. Ni nguvu imekufikisha hapa. Si bure. Ni nguvu. Amen. Haleluya. Ni kweli prophetess. Tunakufa tukijaribu. Tunakufa tukijaribu. Unatisha sasa. Atunatisha nabii. Nabii anaitwa Duta. Unatisha Duta. Wewe ni wazimu. Amen. Wewe hujui historia ya Duta. Anaitwa Duta. Amen. Wewe ndio mjui. Unasikia wewe ni mama wale kuzalishwa. Ati wa kunyonyesha. Alizaa tu. Lazima azaa. Na akaondokea hiyo. Ni vita sasa. Kama ni baya. Ni vita sasa. Asipopita na wewe, utapita na wewe na nabii. Oh, haleluya. Amen. Soma tusikie. Umenishtua sana nabii leo. Wakati umesema ya kwamba hii maisha tunaishi si bahati. Tumetumia nguvu yetu. Si bahati. Si nani alikwambia bahati? Nani alikwambia nabii wa Mungu akialia mkazo huyu akapata shamba? Hii sasa ni kazi imefanyika. Sio kubahatisha. Hii si bahati, my God. Hii si bahati. Nani alikwambia ni bahati? Si wewe kuwa na bahati. Haleluya. Hii ni kazi. Hata hii kanisa unaona matani na watu ni kazi imefanyika. Hii si bahati. Nani anakugelea ni bahati? Atunaleta baki hapa. Baki gani unaleta hapa? Utakuta mama hapa. Ni kamama tu. Kamzee. Mama yako ndio mzee. Sio prophetess. Oh. Na pia kosoe. Na kosoe. Soma. Amen. Yeah. Soma. Soma Mathayo 11 mstari wake wa 12. Asante. Tangu siku za Yohana Mbatizaji. Wakati wa Yohana Mbatizaji. Ufalme huu unatekwa na wenye nguvu. Hata wale wako na wamezitafuta na shida mingi. Sio mali ili watafuta. Ni wao waliotafuta mali. Haleluya. Yes. Sio mchezo. Utapatana na wanyama wa kila aina wakikweka uoga ya maisha. Ukiwa mwoga hautaendelea na safari. Safari itakatikia katikati. Watu wengi watakuweka uoga. Yes.
nabii anakwambia inawezekana. Yes, haleluya. Inawezekana. Haleluya. Wengine wanatolea unabii wao vile unaona ni kupaa. Hakuna siku kumeshakuwa kuzuri kutoka wakati wa Yesu. Kujawahi kuwa kuzuri, kujawahi kuwa mambo rahisi mpaka wakati wa Yesu. Yes. Hakuna wakati Yesu alikuwa duniani. Hakuna wakati mambo yanabaki. Hakuna. Ukiondoka kwa kitanda hakika. Ukitoka kwa kitanda vile umelala. Ukisika hatua ya kwanza. Ukichukua hatua ya kwanza ya kuweka mguchi. Ukanyaga chini. Hapo ndio baro. Inaanza na wewe. Ndio ukiteremka jikoni unakuta mengi na mashetani zake. Ukiteremka tena unakuta watoto na mashetani yao. Wakati umelala ukutani mashetani. Sana Mungu akubariki. Amen. Unakataa kuamka atumekutana na tuchura ati tunaworoka tuchura twingine unakanyaga na wewe unaendelea. Nimesikia ya kwamba ukikanyaga kutoka kwa kitanda ukanyaga chini, hapo ndio bado unaanzana nao. Ukitoka nje wafanyikazi ni wazimu wengine. Ukienda jikoni mengi na ni wazimu wengine. Ukienda jikoni watoto nao ni wazimu wengine. Mungu anakutarajia upigane na hizi chura ndogo. Amen. Kazi yako ni kuua chura ndogo. Kako na sauti. Kachura kako na sauti. Kanangoroka moyo. Ukienda ukipata nikachura kadogo. Hata huyu na mti unakagoga tu na mguu, lakini sauti kubwa ni kubwa. Haleluya. Amen. Nimejua ya kwamba dunia lazima ujiandae. Hakuna maisha mazuri, hakuna maisha. Hii ni maisha ya kupambana. Ili kupambana lazima tupambane, na usipojiangalia utakufa bila chochote. Utakufa ukijaribu. Haleluya. Kama ni mkono juu, inua mkono juu, mkufe ukijaribu. Oh my God. Mkufe ukijaribu. Wacha kutishwa na kuchunga ati zinangorota. Wewe ukanyage. Haleluya. Amen. Asante sana prophetess. Haleluya. Amen. Amen. Siku za Yohana Mbatizaji, wakati wa Yohana Mbatizaji, hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu. Ufalme wa Mungu hujawahi peanwa rahisi. Na pia tu kama tunajua wakati Daudi alichukua swali alipeleka kwa mhubiri. Amen. Alienda na hiyo swali mpaka kwenye nyumba ya Samuel. Akaingia na akachukua kichwa akainua.
maroho zingine, haleluya, za kweli ni Goliathi. Lazima uchukue somo ufike. Oh my God, haleluya. Maroho zinakupiga, kuna nguvu fulani utatumia ndio ufike. Maroho za nyumbani ndio upewe kile unataka. Haleluya, yes, amen. Goliathi alitukana, lakini akateremka. Kijana akasema, hapana, huwezi tukana Mungu wangu. Watu wangapi wamemtukana? Watu wangapi wamekuviana? Mahala hauna chochote, si utoso ukate shingo, mashinda yako ishe, watu wakuheshimu. My God, toa sword. My God, huwezi ukaheshimiwa kama hauna kichwa ya Goliathi. Haleluya. Watu walijua Daudi kwa sababu ya kuua Goliathi utajulikana, kwa sababu ya kuua maroho ya kweli. Ukiua maroho ya kweli utakalia gari, utakalia vilei. Ukiua maroho ya kweli utanunua nyumba. Ukiua maroho ya kweli utanunua shamba. Lazima watu watakuabudu. Haleluya, yes, haleluya, amen, haleluya. Toa sword, my God, toa sword na umaanisha, toa sword na umaanisha, toa sword na umaanisha, yes, wacha kuchekelea madharau dogodogo. Unafanyiwa madharau madogo, maana hujawahi huwa Goliathi. Huwa Goliathi. My God, wacha kiburi kile uko nacho. Haujaua Goliathi. Huwa Goliathi. Uwe na kiburi. Haleluya, haleluya, amen. Ndio nasikia ukisema mwili wa mwenda zake, mwili wa mwenda zake. Mwili hauna kitu, mwili utaoshwa duniani, kile kitaenda. My God, my God, na spirit yake. Kama hauna soul, huwezi ukasimama. Ile masaa prophetess amesimama ni mingi sana, hautaweza na mwili. Amen, amen, huwezi. Kwa hivyo wanawake wengi wadhaifu wanakuwaka hawana soul. Ni mwili, lazima wachoke na kufanya kazi. Haleluya, injili ni tamu sana yako prophetess. Haleluya, amen. Ukiona wanaume wengi, na pia alifundisha kazi, wanaume wanapenda kulala na ni wasafi sana, wanapenda mpaka kujipaka cute, wanakuwa wako na karama na uko na jeans ya mwanamke, tuko na jeans ya mwanamke ya kawaida, hawezi kazi ngumu. Na ukiona mwanamke ako na jeans ya mwanamke original, hawezi kazi, lakini utamzalisha na atazaa mtoto. Ukiona mwanamke ananunua blog, anapenda mtungi kwa maji, anakuanga na jeans ya mwanaume na mwanamke, akikapo amen. Lazima uangalie yule umeoa ni bibi wa ile kama utamkemea na huyu ni mwanamke wa kawaida. Huyu ni bibi wa nyumba. Sema kuku ya gredi ya kuzaa ni kuku ya gredi. Haleluya, kuku ya kienyeji inajitafutia chakula, maana ni kuku ya kienyeji. Kuku za gredi ukienda uipiga
zikiwa mingi zitakufa. Lakini kuku hata ukipiga zitasema zote umefurahia zote zikikuwa. Hii ni kuku ya nje. Ukioa mwanamke wa ndani zalisha yeye. Haleluya. Wakuzaa. Amen. Mwambie azae kabisa. Haleluya. Huyu mwanamke hata kuoga ni shida, hata kuosha nyumba ni shida, hata kuosha watoto ni shida. Nyumba inajaa mavi, kondoo imejaa makoto. Huyu ni mama ako na jinsi ya mwanamke wa kawaida. Ni mwanamke wa kawaida. Mwanamke wa kawaida anakuanga na uchungu sana. Bwana akichelewa, huyu ni mwanamke wa kulalishwa kama kuku. Amen. Na vifaranga. Kama ni mwanamke wa kulalishwa, unawapata bypass wakiiba sabito wako makano na misika hawezi kama bila mwanamke. Hii ni kuku ya grade ni ya kulalishia. Hata nikuja hapa story nyingine nabii unaona nani atanaoa. Mama mwingine alikuja Soresa itafikia mtu. Na nabii akasema hii ni ng'ombe ya wapi? Hii ni ng'ombe ya wapi? Ni meji wa nyumba. Ati anatafuta. Awe na akili ndio. Hii ni ng'ombe ya wapi? Amen. Kusa jirani yako, hii ni ng'ombe ya wapi? Kusa jirani mwambie hii ni ng'ombe ya wapi? Yesu makofi. Haleluya. Nichukulie like ya mzee. Nichukulie like ya mzee wangu. Nitaolewa na unaona nitapata mtu akona vipi? Mtu akona vipi? Nataka kama ukupata na 25. Kama ukupata na 25. Sasa utapata. Sema sawa. Sawa. Sawa prophetess. 50. Kama ungepata utapata na 60. Utapata na 60. Kama uko na pesa. Hata una 7. Na uko na pesa. Bado utapata na 60. Lakini kama una wakati ulikuwa na 25. Wakati ulikuwa haukupata. Ni ukiwa na 7. Baba una waziri tu. Wewe ni waziri tu. Kwa hivyo hilo ni laini iwezekani. Wakati umejaa mikujo kwa tumbo, matako, kila mahali ni mikujo. Wewe nenda ukikauka. Pigia Yesu makofi. Yes. Na pia nasikia vibaya akiona kama kameshikwa mkono na kijana. Na pia naomba ashikwe na hendi ya mkono kao kagoni. Akienda pa kagoni anapenda pa waende mami kamse na sayo ni nabii kwa matiti imeanguka imefika kwa kitofu na bado imenyonya ikaisha. Imefutwa. Sasa uko na sisi bado unasema uchukuliwe na Bwana. Matiti imefutwa na mabaya imefika. Tunaona iko kwa tumbo. Amen. Yes. Hallelujah. Amen.
Amen. Watu wanataka injili ya kudanganya. Usijali. Hata ukiwa na sisi utapata nini wewe? Na yule utapata ni uongo. Ni ya kukula kama uko na pesa. Anafumilia. Hiyo mikosa. Si ati aiona. Haleluya. Anaiona. Lakini anafunga macho. Kama wala anakuona Mungu. Anafunga macho. Anaona mikosa. Maana kuna pesa. Wacha nivumilie. Haleluya. Amen.
breakthrough ya kumenya. Vile hauna breakthrough ya kumenya mkuu hapa. Andika hapo. Andika Ndio hapo. maana unaona watu wa zamani. Watu wa zamani Hawekuwa na mambo mengi. hawekuwa na mambo mengi. Walikuwa wanafundishwa neno sana. Neno sana. Na Yesu. Na Yesu. Na maombi. Na maombi. Andika. Yesu angetaka kupatia watu wake mambo mengi. Kupatia watu wake mambo mengi. Vile siku hizi kuna vitu. Vile siku hizi kuna vitu. Ndio maana unaona watu wengi wanashindwa na maisha. Ndio unaona watu wengi wanashindwa na maisha. Maana hawakubali kufundishwa. Maana hawakubali kufundishwa. Sasa usipofundishwa huwezi kushinda life. Huwezi ukashinda life. Kile kilifanya wanafunzi wa Yesu wasije. Kile kilifanya wanafunzi wa Yesu walifundishwa na Yesu. Walifundishwa na Yesu. Na wakafundishwa sana. Na wakafundishwa sana kuomba. Maana Yesu alikaa sana kwa milima. Yesu alikaa sana kwa milima. Amen. Yesu hakukaa sana kwenye biashara zake. Yesu hakukaa sana kwenye biashara zake. Yesu hakuwa na biashara. Yesu hakuwa na biashara. Yesu alipenda sana kutembea kwa milima. Yesu alipenda sana kutembea kwa milima. Na alipenda sana kukaa mahali peke yake akiabudu. Alipenda sana kukaa peke yake akiabudu. Sasa hivi watu wakubali kuabudu. Sasa hivi watu wakubali kuabudu. Ndio maana watu wanashindwa na maisha. Ndio watu wanashindwa na maisha. Amen. Amen. Ukisoma historia ya Yesu, utaona Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Utaona Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Na Yesu alikuwa na uwezo. Na Yesu alikuwa na uwezo. Na alikuwa na mamlaka. Na Yesu alikuwa na mamlaka. Kwa hivyo Yesu angeenda msituni kuomba. Maana angetafuta msaada. Si msaada alikuwa nayo. Lakini kwa nini alipenda sana kwenda kwa mlima? Kwa nini alipenda sana kwenda kwa mlima? Maana Yesu alijua. Anajua maroho. Yale iliumbwa na Mungu. Maana maroho ni Mungu aliumba. Amen. Na maroho haya Mungu aliumba. Nitakusomea. Na pia atakusomea. Ni strong sana. Ni maroho strong sana. Na hakuna pepo iko nguvu. Duniani. Andika nikwambie. Andika pia kwa pepo ya kwanza. Ya kuamini. Pepo ya kuamini. Mwanadamu hajapewa kitu ya kuamini. Kwa hivyo wakati Mungu anaona mwanadamu anamwamini duniani. Mungu kuwa anashtuka sana. Maana kile kitu kinafanya watu hangaike sana. Waende makanisa mengi. Maana watu hawaamini Mungu. Wanatembea mahali kwingi. Watu wanatembea mahali kwingi wakitafuta. Kwa hivyo Mungu akiona mtu anamwamini. Mungu anashtuka sana. Na tena Mungu akiona utajiri wake unatoa kwake. Mungu akiona unatoa utajiri kwake. Wewe umeomba Mungu akakutajirisha yeye mwenyewe. Mungu anashtuka sana. Maana watu wengi hawana imani. Hata vile tumeomba na nguvu sana. Kuna watu bado hawaamini. Kama watu wangeamini wangepasua maikono. Vile nabii anasema. Amen. Nasikia ya kwamba kuna watu bado hawajaamini. Na pia hata wahubiri wako na maisha magumu sana. Shida sio kuhubiri. Andika hapo. Ni imani. Nabii akasema ya kwamba mimi sijali na milango. Nabii hajali na milango imefungika. Ile inafungika. Nabii hata hana shughuli. Nabii akitaka mlango mwingine ufunguke, atashinda hapa kwa madhabahu. Ikifika 6 jioni mlango utafunguliwa na nabii hatakuwa na shida. Wale wanafadhaika. Ni wale hawajui Mungu vizuri. Maana Mungu atembei na njia moja. Mungu ni Mungu wa siso. Haleluya. Kuna season ya pastor. Sasa unaniona. Sasa tunapopromote. Kuna miaka inakuja. Hatutapata promote. Hatakuwa ameondoka. Na ameenda mbinguni. Na hiyo chapa inaisha. Kutakuja mhubiri mwingine. Naye hakuwa na season yake. Naye haondoke. Hii dunia ni ya kuachania. Haleluya. Kuachania. Ndio maana watu hawatumiki vizuri. Watu hawatumiki vizuri. Maana kile wanajali naye. Kile watu wanajali nayo sana. Watu hawajapewa ufunuo. Watafute vitu mara mbili. Andika. Namba 1. Tafuta
tafuta vitu za dunia. Namba 2, tafuta vitu za mbinguni. Amen. Watu wangejua mbinguni, wangekuja kutafuta Mungu. Watu wangekuja kutafuta Mungu. Maana watu wangejua kwamba Mungu akimpatia utajiri, hata Mungu awapatie utajiri, bado utakufa. Na sasa utaenda kwa Mungu. Lazima uandae makao mawili. Ujenge nyumba ya mawe. Jenga nyumba ya mawe duniani. My God. Na uishi. Ununue gari. Na uishi. Na utengeneze makao ya mbinguni. Ndio maana kila siku unapata prophetess kwa madhabahu. Na mnataka nimetengeneza hiyo. Tunapata nabii ametengeneza kanisa. Kanisa itengenezwe na mtu. Kanisa itengenezwe na nabii. Na mtu anaitwa Karaja. Usidanganywe na mtu. Na Rose. Usidanganywe na mtu yoyote. Ndio unakuta nabii hapa sasa. Sana yote anakuwa amekaa pale. Watu wakiosha kanisa. Lazima atengeneze makao ya mbinguni. Na atengeneze makao. Akitoka nje anatengeneza kwake. Lakini watu hawajapewa ufunuo. Ati kuna dunia na kuna mbingu. Haleluya. Prophetess nabii wa Mungu. Haleluya. Mungu akubariki sana. Amen. Watu hawana hiyo ufunuo. Hawataka wangejua. Wangeshtuka sana. Maana kila kitu unasukuliwa. Hata sadaka unapembelezwa. Hata sijui nini unapembelezwa. Unapembelezwa. Na ndiye amekwambia hii body inaona huku. Body hii haioni kesho. Mungu angekuja saa hii atuambie baada ya 2 weeks tutakufa. Tungetumikia Mungu sana. Lakini sasa hatujui. Mungu alitufisha. Hujawahi jiuliza kwa nini Mungu alificha kifo? Amen. Kwa nini Mungu alificha kifo? Na hizi vitu zingine kaweka wazi. Mungu anataka hakute watu kwa ghafla. Mungu ni Mungu wa ghafla. Ndio unapigiwa simu ya ghafla. Amen. Mungu akutayarishi kwa sababu ya kifo. Na akutayarishi wakati wa miujiza. Hapana. Anakuja kwa ghafla kwa baraka. Anakuja kwa ghafla kwa kifo. Amen. Amen. Mungu ni wa ghafla. Mungu apigi watu.
Watch it out!
Huyu mama amefungua mtoto wake, kila ameona kwake hajawahi ona. Mwingine amefunguliwa kwa Mungu. Kasiana kalikuwa kanakaa na nabii. Amen. Haki Mungu akiwa amekufungua. Amen. Pigia Yesu makofi kwa Mungu. Unateremka. Unaweka hapa. Unaweka hapa. Kifanya hivyo. Andika mahali. Miezi mbili. Pesa itakuwa asante. Na pia atatupatia siri mingi za Mungu. Haleluya. Na pia atatufundisha siri fulani ya Mungu ndio tukaribie Mungu. Wale wamekuja na zawadi